Tupo pale kujadili swala ya elimu jumuisho kwa wanafunzi wenye ulemavu, sababu elimu jumuisho imekusanya wanafunzi wengi, lakini zaidi sisi tunaangalia kwa upande wa wanafunzi wenye ulemavu. Serikali imefanya jitihada kubwa sana katika kuweka mabadiliko ili kuhakikisha wanafunzi wenye ulemavu wanapata elimu sawa na watoto wengine. Tukiangalia kwanza kwamba kuna miongozo, kuna sera ambazo pia zinaongoza huu elimu jumuisho ipoje. Lakini pia serikali imefanya jitihada kwamba katika kila wilaya imeweka afisa ambaye anahusika na wanafunzi wenye ulemavu kwa kuzingatia elimu mjumuisho. Lakini haikuishia kwa serikali, kwa kila skuli kuna mwalimu ambaye pia anahusika na masuala ya watu wenye ulemavu katika ile shule. Lakini tukija katika ngazi ya wilaya, afisa wenye ulemavu wa wilaya na afisa elimu mjumuisho wanafanya kazi karibu zaidi ili kutatua zile changamoto ambazo zinapatikana kwa wanafunzi wenye ulemavu. Changamoto zipo nyingi kidogo, lakini zinatuka hatua kwa hatua. Kwanza miundombinu alhamdulillah imeanza, mingine imeanza kurekebishika na hizo shule ambazo zinajengwa, lakini hasa katika shule ambazo zimejengwa nyuma kidogo kuna miundombinu ya upatikanaji wa choo cha watu wenye ulemavu kidogo, mpaka sasa imekuwa ni mtihani. Lakini vile vifaa vya kufundishia ni vichache, au tuseme kuna uhaba mkubwa sana kwa wanafunzi wenye ulemavu. Lakini pia kuna wale walimu ambao bado hawajaweza kufundisha aina zote za ulemavu ambao unapatikana katika shule. Kwa mfano, kuna elimu mjumuisho, lakini yule mwalimu inawezekana aidha ameangalia zaidi lugha alama, ameacha nukta nundu, au ameangalia nukta nundu zaidi, lakini ameangalia zaidi lugha alama. Kwa hawa walimu mjumuisho waliopo wanakidhi mahitaji, lakini kwa kiwango fulani hawezi kushirikiana kwa pamoja wanafunzi wenye ulemavu kwa wakati mmoja. Lakini pia kuna wingi wa wanafunzi katika darasa na watu 60, wanafunzi wenye ulemavu wawili. Kwa mwalimu ambaye hana ujuzi moja kwa moja, kuna ugumu fulani kushughulikia watu wote hawa kwa wakati mmoja. Ndio unafahamu nini cha kufanya. Kwanza tunapendekeza kwa kila wilaya kuwepo skuli ambayo itakuwa ni mfano, ambayo itakuwa inatoa mahitaji au inakidhi mahitaji ya ulemavu. Serikali imeanza kujenga skuli kule Jendele, inafanya kazi vizuri, lakini kila wilaya ikiwepo skuli hiyo moja, maana yake itakuwa ni hiyo skuli itakuwa ni ya mfano kwa hizi skuli nyingine, kwa sababu ile skuli itakuwa inapatikana choo cha watu wenye ulemavu, inapatikana vifaa vya watu wenye ulemavu, na ile skuli pia inawezekana ikatumika kama ni njia ya kujifunza wale walimu ambao wako katika shule za kawaida. Lakini vile nini kifanyike? Tuna sera, tuna miongozo mingi sana, lakini utekelezaji wake kidogo umekuwa ni hafifu. Inaweza kutokana na budget au kuna kitu gani hapo katikati, lakini sasa kusema kweli vifaa bado ni vichache katika hayo mashule. Lakini chengine, skuli au wizara iajiri au ipeleke wahudumu katika shule ambao hao itakuwa wanashughulikia wanafunzi wenye ulemavu, tukizingatia mtu mwenye ulemavu, mwanafunzi mwenye ulemavu ana mahitaji mengi. Ukiachana na vifaa vya kusomea, inawezekana mwanafunzi mwenye ulemavu anatumia pampers, inawezekana huyo anataka odenda, inawezekana huyo ana mahitaji mengine ya kibinadamu. Mwalimu kama mwalimu kufanya mambo yote hayo inawezekana kidogo, kuna ugumu zaidi ya afundishe huyo, amfute mafua huyo, amfute odenda huyo, ambalishe pampers huyo. Lakini kama utakuwa kuna mhudumu maalumu kwa ajili ya wanafunzi wenye ulemavu, basi hata ule ushirikiano baina ya mwalimu na wanafunzi na ule mtu huduma inakuwa unaenda vizuri. So mwanafunzi hata kama ana vifaa vyote, lakini haipo katika hali ya usafi akiwa katika mazingira ya shule, maana hata wanafunzi wake wataanza kumtenga. Maana lazima kuwepo na mtu ambaye itakuwa huyo ni maalumu kwa ajili ya kutoa huduma kwa wanafunzi wenye ulemavu. Lakini pia elimu kwa wanafunzi wa shule, baadhi ya walimu hata jamii bado haijatambua ule uhalisia wa elimu mjumuisho. Bado wanajua elimu mjumuisho ni kujenga ramzi za kuingia darasani, ule uhalisia wa mawasiliano, wanafunzi kucheza pamoja, kusoma pamoja, kazi za grupu. Utakuta mwalimu anambagua mwanafunzi au mwanafunzi zake anambagua mwanafunzi mwenzake, au jamii haimleti mwanafunzi shule au anamleta mwanafunzi akiwa mchafu. Pia hili lirekebishike, utoe elimu ya kutosha katika miundombinu ya njia. Na shule nyingi zimeweka miundombinu wanafunzi wenye ulemavu, lakini ile kitendo cha kutoka nyumbani hadi shule, zile njia kidogo si rafiki kwa wanafunzi wenye ulemavu, hasa kuzingatia kipindi cha mvua. Tunashuhudia kipindi cha mvua wanafunzi wengi sana wenye ulemavu inakuwa hawaendi shule ipasavyo, kwa sababu njia inakuwa zina matope, njiani kuna maji mengi. Kwa hiyo mwanafunzi akitaka kutoka nyumbani, kutokana na uhalisia wake ulemavu aliokuwa nao,
hata akifika shule, maana zile fomu, mabuku pia huyatamani tena. Kwa hiyo hizi njia ambazo zinaelekea shule basi ziwekwe katika muundo ambao au uhalisia ambao mwanafunzi mwenye ulemavu anaweza access, anaweza kupita, ili na yeye awe free katika kupata zile huduma zote za kielimu kuanzia darasani hadi mazingira yote.